read or to read, created to read, created to read, created to read. This is our topic. Our topic that every human has created purposely to be a reader. So the primary purpose of our creation is to read, to have dominion, in other ways, to control, just to rule, to be rulers. This is our primary purpose, purpose of our creation. So Mungu ametuumba kwa lengo kubwa la kuweza kuwa viongozi, kuhakikisha kwamba tunatakiwa kuongoza. Kuongoza ni tunatafsiri kadha hapa niweze kujiandaa kwa ajili ya uongozi nini? What is leadership? What is leadership? I know you are aware about it. You are aware about leadership. You are much aware about leadership. So let me tell you about uongozi ni nini. Uongozi ni uwezo wa kutumia vipawa ambavyo Mungu amekupa ili kubadilisha maisha ya watu wengine. Uongozi ni uwezo wa kutumia vipawa ambavyo Mungu amekupa kwa lengo la kubadilisha maisha ya watu wengine. Kila mtu ambaye ameumbwa na Mungu ameweka kipawa au vipawa. Kuna vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani yako kwa kisha bila kufanikisha unaishi na kutimiza lile kusudi ambalo Mungu ameweza kuitia. Kwa hiyo kama kila mmoja Mungu amemuitia kuwa na nafasi, kuwa na kutawala au kwenye eneo lake, kwenye field yake, kwenye eneo lake, amempa uwezo wa kuhakikisha kwamba kila alichopewa anakamilisha. So ndio maana tunasoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa, Genesis chapter 1 verse 26-28. Mwanzo sura ya kwanza 26, 27 na 28. Mtu mmoja aweze kusomea kwa haraka kidogo. Tunasema kwamba uongozi ni kutumia vipawa alivyopewa na Mungu. Mtu kutumia vipawa alivyopewa na Mungu kwa ajili ya kuhakikisha anawanufaisha wengine, kwa ajili ya maisha ya watu wengine, kwa ajili ya kuwatoa watu wengine, kuwatoa kwenye lile eneo ambalo Mungu amewaitia. Kwa sababu tunaelewa kwamba kila mmoja aliyekuja duniani, hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya. As you know, kwamba wewe hauko mahali hapo duniani kwamba unplanned. No. Hata kama mama amechukua mimba katika mazingira ya kutatanisha wa God's plan. Haleluya. Kwa hiyo hakuna bahati mbaya ya mwanadamu kuzaliwa. Mungu ni Mungu ambaye yuko well organized, well structured. Yaani hana jambo ambalo linatokea kwa bahati mbaya. Kila kitu ambacho kimetokea tayari kimetokea kwa kusudi lake. Namba moja tusome pale Genesis 1:6. Karibu. Mwanzo ndio. Utasoma? Inasema. Ndio. Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume na mwanamke. Okay? 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitambacho na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Tuchangie Mungu wetu ya hai. Haleluya. Amen. Mungu anasema Mungu akamfanya mtu kwa mfano wa sura yake. God created a man for God created a man. Sio Mungu alimuumba. Yaani kuna namna Mungu anaumba. Nikawa nasoma Mwanzo sura ya kwanza kwamba Mungu akasema
iwe usiku ikawa, iwe mchana ikawa nuru ikawa. Kwa hiyo Mungu aliumba kwa kutamka. Amen. Kwa hiyo Mungu kila kitu ambacho amekiumba amekidesign, amekiandaa maalum kwa ajili ya kusudi lake. Kwa hiyo alipoumba vitu vyote anasema siku ya sita sasa Mungu akamuumba mtu mume. Amen. Ambaye aliumba kwa mfano wa sura yake. Yaani maana we are the image of our God. Hallelujah. Kwa kila mmoja ameumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. We are created for special purpose. Kwa hiyo kuna mfano wa Mungu hawezi kuumba mtu bila kuwa na sababu ya msingi. Hallelujah. So, jambo la kwanza tumesema kwamba tafsiri ya uongozi inaweza kutafsiri kwamba uongozi ni kutumia vipawa mtu aliyopewa na Mungu kwa ajili ya kuwanufaisha au kwa ajili ya kufanikisha watu wengine. Sasa tunaona kwamba Mungu ameumba kwamba kila mtu akatawale. So we have given authority. We have given authority to dominate, not to be dominated. Tumepewa mamlaka ya kutawala, sio kutawaliwa. Kwa sababu tunaposema kwamba Mungu akamuumba mtu, akampa uwezo wa kutawala vitu vyote vinavyotambaa juu ya uso wa nchi. Akampa mtu mume na mwanamke. Kwa hiyo kila mmoja aliyeumbwa na Mungu amepewa uwezo wa kutawala. Sema amepewa uwezo wa kutawala. Haleluya. Jambo la pili tunasema uongozi ni kujenga na kutumia